kaka safisi yani matambiko hii akikera galga menga kwa muknega kasala kera sitar kwa pia kaburi kwa tangu taja kwa ita hada kasanga kio saka da wai wakati kumla bahiki nani Hebu kwanza TV nini? Kama ni TV naona kwa flash screen Idinya sani nani nenya pia naona yeye manjano. Mia sewa vile kama mposa ya wana hakuna nishaenda kutafuta samaki hakuna Unajisikiaje kufika hapa, maandalizi kama ambavyo unayaona? Kwanza tunamshukuru Mungu aliye mwingi wa rehema kutupa nafasi ya kuwa hapa. Maandalizi yanaenda vizuri sana kama unavyoangalia, kama watu wanavyoona. Mpaka sasa tuko vizuri kabisa kwa kila maeneo, sehemu kubwa sana. Tunamshukuru Mungu ametupa kibali, na kama unavyoona watu washaanza kufika, wengine kesha ni kesho lakini wamefika leo. Wako tayari kulala kwenye viti lakini wanasubiri Mungu ahudumu. Kwa hiyo ni jambo la baraka na ni neema ya Mungu. Okay, spirit ambayo tunaona nayo hapa watu. Wakati tunafika hapa tumekuta mama zetu wametoka mkoani kabisa kwa mabegi. Wamefika hapo wakiwa wanajiuliza wao wenyewe kwanza walikuwa wanashangazwa na maandalizi ambayo yanaendelea hapa. Nini kipo mahali hapa? Kitu kikubwa, Mungu yupo mahali hapa. Tukisema Mungu yupo, maana yake nguvu za Mungu, utendaji wa Mungu na mkono wa Mungu upo tayari kuhudumia watu. Na watu hawezi wakaja tu, lazima wameona, wamesikia na wamepokea. Na ndio maana wako tayari kutoka nchi mbalimbali, kutoka mikoa mbalimbali, waje wakutane na nguvu za Mungu. Kwa hiyo tukisema nini kipo, tunasema Mungu yupo hapa. Sawa, mtumishi wa Mungu, umekuwa ukiita mikesha kama hii, chako lazima kiwe chako, vuka kabla ya kuvuka mwaka, lakini pia mkesha usiosahaulika. Unamaanisha nini? Unajua kila kitu cha Mungu kupa wazo ambalo linaitwa ufunuo. Na lile wazo linabeba majibu ya watu. Na tunaposema chako lazima kiwe chako, ni ufunuo halisi kwamba watu wengi maisha yao na ramani zao zimeibiwa, kwa sababu binadamu hazaliwi kama mnyama. Yaani hatokei kama mnyama kwamba hana ramani. Kila mwanadamu ana ramani. Ndio maana hata Yesu alipozaliwa, Biblia inasema waliona nyota yake wakasema huyu sio mtu wa kawaida. Ni mfalme wa Wayahudi. Sasa walipoiona nyota yake walisoma habari zake kabisa, ramani yake. Kwa kila binadamu ana ramani yake. Lakini watu wengi ramani zao zimeibiwa.
wengine nyota zao zimeibiwa, wengine maisha yao yameibiwa, wengine anaishi lakini anaishi maisha yasiyo yake. Mpangilio wa Mungu juu yake na mpango wa Mungu umeibiwa au umeharibiwa. Sasa tunaposema chako lazima kiwe chako, maana yake chochote kilichoibiwa lazima kirudi, chochote kilichopotea lazima kirudi. Ukisoma maandiko yanasema kuna miaka ya watu ambao imeliwa na palale na nzige na tunutu na madumadu, anasema vyote nitarejesha miaka yenu. Kwa Mungu yupo kurejesha, na ndio maana lazima chako kiwe chako. Kama kuna mtu aliiba, yeye ndio atashughulikiwa. Kama kuna mtu alicheza na nyota yako, yeye ndio atashughulikiwa. Na hii ni sawa, naona Israeli walipokaa Misri, utajiri wao wote ulinyonywa na Wamisri. Walitumikishwa kwa miaka mingi, lakini Mungu alipomtuma Musa, maisha yao yalifunguliwa na utajiri wao uliopotea kwa miaka mingi ulirudi kwa siku moja. Kwa hiyo kila kitu chao kikawa cha kwao. Chako lazima kiwe chako. Huu ni mkesha ambao hautasahaulika. Amen. Nadhani maswali ya walio wengi kwa majumbani tamani kujua kwamba kesho wanatakiwa kuanza kuja hapa au kuwepo hapa majira ya saa ngapi ambapo ndipo mkesha unaanza rasmi? Akija wakati mkesha unaanza, nafasi zipo lakini atasimama. Tunaendelea kupanga viti kama unavyoona. Viti ni maelfu kwa maelfu. Na kuja kwao kama unaona wengine hatujaambia wafike, tumewaambia wafike jana, kesho, lakini wamefika leo. Na wanalala kwenye viti akiwahi kiti chake. Kwa mimi ninachowashauri watu wawahi. Kesho asubuhi watu watoka na wahi viti mpaka jioni. Mkesha unaanza saa 12 tunaanza mkesha wetu. Lakini pia tunasema chako ni chako, na sasa hivi tukiwa tuko katika kipindi ambacho taifa linapitia katika uponyaji, na mkesha huu umekuja miezi michache kabla ya watu kuhili. Unawaambia nini Watanzania kuelekea mkesha wa kesho? Na amani ilikuwa ni kitu chetu, na sasa imekuwa sana sio jina ambalo tunaweza kulitumia. Kama kawaida tunaelewa amani ni Mungu anatoa, na Mungu ndiye anasimamia nchi yoyote. Kwa ninachosema ni kwamba mkesha kama huu ni uponyaji. Mkesha kama huu ni baraka, na jambo kubwa lazima tujue ni mkono wa Mungu tu unaweza kusaidia mataifa yetu. Kwa hiyo tunapofanya mkesha kama huu, na sio leo nafanya, nimekuwa nikifanya kila mwaka mkesha vuka kabla ya kuvuka. Kwa hiyo watu wajiandae kufunguliwa, kuponywa na kubarikiwa, na tunaiombea baraka nchi yetu na tunaombea watu wote. Ni baraka. Pengine watu wanajiuliza, huu inawezekana ndio ukawa mkesha wa mwisho kwa mwaka 2025, kwa sababu watu wanasema siku bado zipo. Ndio maana naitwa vuka kabla ya kuvuka. Watu wa dunia wanashinda jambo ndio wanaanza kushangilia, lakini sisi tunashinda kabla ya kushinda. Sisi tunashangilia hata kabla tujashinda vita. Kwa lugha nyingine, katika ulimwengu wa roho sisi tumeisha shinda katika maisha, vita za kiroho, vita za kiuchumi, vita katika mwaka. Kuvuka mwaka sio mchezo, ni vita. Wengine mpaka leo hawajavuka. Kwa lazima watu wajue, tunapokuwa watu wa Mungu sisi tunavuka kabla ya kuvuka. Tunaanza kumshukuru Mungu hata kabla hatujavuka mwaka. Kwa vile vile tunapomaliza mkesha huu tu ndio mwanzo wa mkesha mwingine. Tarehe 31 moto unawaka. Kama unavyoona vyombo hapa havitafunguliwa. Itabaki hivi mpaka 31. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni ufunuo ambao Mungu ametupa kwa miaka yote, na mwaka huu haitabadilika. Sawa, juzi tumalizie mtume wa Mungu. Juzi wakati tunazungumza hapa, ulifafanua kuhusiana na majini, kutembea na wake za watu. Kidogo kwenye mitandao ya kijamii kulikuwa na maswali mengi, baadhi ya watu hawakufunguliwa kiroho kuelewa zaidi nini ulimaanisha. Kwanza lazima watu wajue kuna nuru na kuna giza. Watu wanatakiwa kuelewa. Kuna wachawi wapo, watu wa giza wapo. Hao wanaoweza kujiuliza maswali hawajui majini hapo. Kuna mtu hajui majini hapo Tanzania hii. Majini hapo ambayo yanaitwa mashetani. Na hao wanaosema wanaweza kusema labda inakuwaje majini. Wengine wamesha experience hata kwenye ndoto wakilala na majini. Sasa lazima wajue zipo nguvu za giza na zipo nguvu za Mungu. Na niliposema mtu anaweza kaoa mke na mtu mwingine kwa nguvu za giza
au kwa nguvu za majini, akalala na mke wake na yeye mwenyewe yuko hapo. Huwezi kwenda kushtaki polisi. Utaenda kushtaki kwa polisi kwamba jamani, mimi mke wangu amechukuliwa, haumuoni huyo mtu. Lakini unaona kitendo kinachoendelea au mke wako anakuhadisia. Sasa nini kinafanyika? Utaenda polisi gani na mahakama gani ambayo itakuelewa? Sasa mahakama halisi ni mahakama iliyo na nguvu za Mungu. Kama vile Waisraeli walifungwa na Wamisri. Wamisri walifunga Waisraeli, Mungu akamtuma Musa. Kama wapo waliokufunga, mimi nimetuma kuwafungua. Kwa hiyo iwe umefungwa, iwe unaingiliwa na mapepo, iwe unafanyiwa ushirikina, nani ajue kuna chuma ulete duniani. Hapa Tanzania watu wanajua unaweza kuuza na mwingine akachukua pesa yako. Utamshtaki vipi aliyechukua pesa yako kwa chuma ulete? Hakuna mashtaka utapeleka duniani. Ni kwenye madhabahu ya Mungu. Sasa wao wana nguvu za giza, sisi tuna nguvu za Mungu. Kwa hiyo watu wajiandae kufunguliwa. Anayetaka kufunguliwa, Mungu atamhudumia. Mtume, kwenye makongamano yako mengi sana, tukiachana na mikesha, umekuwa ukifanya labda kongamano la kesi yako imekwisha kwa siku moja, lakini pia ukombozi wa nyayo kwa kuchovya miguu kwenye mafuta ya upako. Lakini awamu hii kuna kuchovya miguu kwenye mafuta ya upako, kuna kesi yako imekwisha, mchana kesi, lakini pia kuna ukombozi wa ardhi. Yote haya unayafanya kwa usiku mmoja pekee. Pengine unaweza kuwaambia nini watu ambao wapo sasa wanakufuatilia? Unajua hata kwenye vita ya nchi na nchi haitumiki risasi moja, inaweza kutumika risasi za mkononi, ndege za anga, za kwenye na vita kwenye maji. Kwa hiyo tunapofika sehemu tuna combine vyote. Maana yake hiyo tunaita ni bulldozer, combine kila kitu siku moja. Kwa kila mtu ajiandae, anayefunguliwa kufuta kesi inakwisha. Kukombolewa nyayo zako kesho hiyo. Kukombolewa nyayo zako ni kesho. Ukombozi wa ardhi ni kesho. Ndio maana unakuta watu wametoka nchi mbalimbali, mikoa mbalimbali, anakuja kupokea upako kutoka kwenye silaha zote za kiroho. Kwa watu wajiandae kufunguliwa na hayo mambo yote yatafanyika kwa siku moja. Asante sana. Nina swali kidogo. Mitandao ya kijamii watu wengi wanauliza kwamba mkesha huu labda ni kwa Wakristo peke yake. Una lipi la kuzungumza, maana maswali yamekuwa ni mengi? Ni vizuri watu wakajua tunapokuwa nafanya kongamano hili kila wakati wanaongea. Mikutano hii mimi Mungu hajaniitia dini yoyote. Mungu ameniitia watu wote. Yoyote, hata kama umelala kwa mganga kienyeji jana na umekasikia mkutano, kongamano, wewe njoo. Mungu atakuponya. Kwa hiyo hili kongamano watu wa dini zote, madhehebu yote, Bwana amenituma kuwasaidia. Na Mungu atawaponya.